بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا بحضرتكم جميعا. كل عام وأنتم بخير. Kila tunapoingiliwa na mwaka mpya wa Kiislamu, huwa katika misikiti kuna tolewa kiswa cha hijratul rasul min Makka ila al-Madina. Kila ikifika mwaka mpya wa mashekhe wanatoa kiswa cha Mtume Muhammad alayhi salam kugura kutoka Makka kwenda Madina. Na tukiangalia kiswa kama hichi, ni kiswa ambacho kwamba wengi wetu ni wenye kukiamini kwamba ni kweli haya matukio yalitukia. Lakini nataka tujue kwamba, ndugu Muislam, lolote liliyoko katika dini hufai kuamini mpaka uwe na uthibitisho kutoka ndani ya Qur'an. Usipofanya hivyo, ukawa kila unachokisikia katika dini wewe wakiamini na kukiswadiki, basi huenda ukawa ni katika wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alowasifu kwamba ni almushrikin ndani ya Qur'an. Na Mwenyezi Mungu akasema kwamba watu kama hao mushrikina, anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasulahu. Watu kama hao kesho yaumul qiyama, Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad alayhi salam watawaipuka. Watu gani hao mushrikin? Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu mu'minin, Waislamu, yule ambaye kwamba anaamini Qur'an. Maneno haya anazungumzwa yeye, anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasulahu. Unazungumzia, hazungumzii kafiri yule ambaye kwamba hamuamini Mwenyezi Mungu. Wewe ambaye kwamba unaimwamini Mwenyezi Mungu, lakini katika kule kumwamini Mwenyezi Mungu bali unakuwa unamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo ambayo kwamba hakuyataja katika kitabu chake. Kwa hivyo hii ni shirki kubwa ambayo kwamba sisi Waislamu tunaogelea katika shirki kama hiyo bila kujitambua wengine, kwa sababu aktharia ama majority ya ummatul Qur'ani ummiyun, hawajui kusoma kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala hawajui chochote katika masala ya dini, bali wao ni kufuata. Na siku zote yule mwenye kufuata ndiye mushrikuna aliotajwa ndani ya Qur'ani, kwa sababu mushrikun iko na ilaka na mtu ambaye kwamba ni mjinga, hajui lolote katika dini. Yeye kazi yake ni kufuata. Shekhe amesema basi wafuata, maadamu ni katika dini yeye analifuata. Huyo ndiye mushrikun. Kwa hivyo anapofuata jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakuliteremsha, huyo amekuwa katika mushrikun. Kwa hivyo tumekuja kugundua kwamba mengi yanotajwa katika kiswa cha hijratur rasul, kugura kwa Mtume Muhammad alayhi salam, ni kiswa ambayo kwamba mambo mengi la asla lahu fil Qur'an. Vitu vingi vilivyotajwa ndani ya kiswa kama hicho, na watu wanaamini kwamba ni kweli matukio yametokea, lakini hupati ndani ya Qur'ani vitu kama hivyo. Kwa hivyo unapoamini vitu kama hivyo, na wewe umeingia katika shirku bima lam yunzilullahu biha min sultan, kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo kwamba hakulitaja ndani ya Qur'ani. Na hayo ni katika ile mambo matano Mwenyezi Mungu aliyoharamisha ndani ya kitabu chake, wakati aliposema qul innama harrama rabbi alfawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayri alhaqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan. Hii ni haramu kubwa na ni madhambi, ndugu Muislamu, na kila wengi wetu wanapata madhambi kama haya kila siku bila ya kufahamu. Wa antushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan, maadamu Mwenyezi Mungu hajataja jambo kama hilo ndani ya kitabu chake, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia, lau utafuata jambo kama hilo ambalo sikulitaja ndani ya kitabu nilichoteremshia Mtume Muhammad, ukafuata jambo kama hilo, basi wewe umeingia katika wa antushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na kusema
kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hakuyasema na mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hayakutolea dalili ndani ya kitabu chake. Kwa hivyo kiswa kama hichi tutaangalia tuone khurafat na mambo ambayo kwamba yameingizwa katika dini, na Waislamu wanaamini mambo kama hayo, lakini mambo kama hayo la asla laha fil Qur'an, hayana asili yoyote wala hayatokani ndani ya kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama tunavyojua kwamba kiswa cha Hijratur Rasul ni kiswa maarufu, watu wengi toka tuko utotoni kiswa kama hichi chenye kutolewa katika madarasa, katika misikiti. Kwa hivyo ni kiswa maarufu, lakini tutaangalia pointi muhimu za kuthibitisha kwamba maneno kama haya hayana asili yoyote kutoka ndani ya Qur'ani, bali ni khurafat zimetungwa na watu na kusingiziwa Mwenyezi Mungu. Jambo kubwa ni kwamba Mwenyezi Mungu pia amesingiziwa urongo ndani ya mambo kama haya, na Mwenyezi Mungu ametutahadharisha akatuambia, waman adlam mimman iftara ala Allahi kadhiban, na nani ambaye kwamba ni dhalimu zaidi kuliko yule mwenye kumzulia Mwenyezi Mungu urongo. Hiyo ndio dhulma kubwa, ndugu Muislamu, ukamzulia Mwenyezi Mungu urongo, kama mwenye kusema Mwenyezi Mungu amefanya hivi, Mwenyezi Mungu amefanya hivi, na wala hakutaja jambo lolote hilo hayo unayosema ndani ya kitabu chake cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kiswa cha Hijratur Rasul, kugura mtume, tuambiwa kwamba Mtume Muhammad alayhi salam alipokuwa mji wa Makka na kutangaza dawa, na ikawa Uislamu unaenea kwa nguvu, Makureishi likawa linawakera jambo kama hilo. Wakakusanyika swanadidi Quraish, yani wale vigogo vya Kikureishi walikusanyika katika Darun Nadwa. Darun Nadwa ni nyumba ambayo kwamba ni kama bunge lao, hukutana kupanga mambo yao. Kwa hivyo kiswa kinatuambia kwamba wale maswanadidi Quraishi walikutana katika Darun Nadwa, katika Darun Nadwa, mahali ambapo kwamba wanakaa wakafanya mitingi yao. Walipokutana kama hao Makureishi katika hiyo hapo mahali, watuambia katika tarehe kwamba kukaja mtu akawa ni mwenye kubisha. Alipobisha mtu kama yule akaulizwa, man anta, wewe ni nani? Kwa sababu wale maswanadidi Quraishi wote walikuwa washaingia ndani ya ile nyumba ili waanze mkutano wao, lakini mara kukabishwa mlango wakauliza, man anta. Yule bwana akajibu akasema kwamba ana sheikhu minan Najdi, kwamba mimi ni sheikh kutoka Najdi. Na bwana kama huyo alipoingia na kufunguliwa kuingiliwa akawa ni Iblisi, yani ni Iblisi ndiyo alikuweko, yani alikuwa akibisha mlango, na Iblisi alihudhuria katika hicho kikao kiliofanyika katika Darun Nadwa. Hilo ni jambo la kwanza, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwanzo kiswa kama hichi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja vingine ndani ya Qur'ani tofauti na haya tuliyoyasikia. Kiswa kama hichi chatuambia kwamba Iblis alikuweko katika mkutano kama huo, na kama tunajua kwamba Iblis Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul A'raf aya 23, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an atuambia kuhusu Iblis, mashaitani, majini, innahu yarakum, hakika yeye huyo shaitani, yarakum, anawaona nyinyi, huwa wa qabiluhu, yeye na kundi lake, min haythu la tarawnahum, kwa yani nyinyi hamwezi kuwaona, yani wao wanawaona lakini nyinyi hamuwaoni. Sasa sijui na shangaa ilikuwaje, nani alomjua kwamba huyu ni Iblis, ama ni nani alowaambia kwamba huyu ni Iblis? Hilo ni jambo la mtu kujiuliza kabla ya kufuata ama kabla ya kuswadiki kiswa kama hichi. Yani nani aliyejukiwa? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatuambia hakuna anayeweza kumuona shetani, hakuna anayeweza kumuona jini, kwa sababu shetani, jini sio kiumbe madii kama mwanadamu, la, ni kiumbe ghairu madii. Kwa hivyo vipi useme kwamba sheitani akajigeuza akawa kama mwanadamu, akaja akasema kwamba yeye ni sheikh minan Najd?
Yani ni maneno ambayo kwamba ni khurafat, ngano za watu wa kale. Kisha tuambiwa katika kisa kama hicho kwamba Mtume Muhammad alayhi salam, yeye alipokuwa yatoka ndani ya nyumba yake anayoishi, alipokuwa anataka kutoka, akakuta kwamba Makureishi wameshazunguka ile nyumba yake. Kwa hivyo alipokuwa anataka kutoka, alipofungua mlango, akawarushia wale Makureishi waliokuwa wamezunguka nyumba yake mtanga, na kisha akawa ni mwenye kusoma suratu Yasin mpaka alipofika faghshaynahum waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Yani akawarushia mchanga. Alipowarushia mchanga, wale Makureishi wote waliokuwa wamezunguka nyumba yake wakawa ni wenye kuanguka na kuzimia. Kisha tuambiwa kwamba katika kisa kama hicho Mtume Muhammad alayhi salam alikuwa na Saidina Abu Bakar, ambao Qur'ani haijataja kwamba alikuwa na Saidina Abu Bakar abadan. Hakuna mahali ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema kwamba alikuwa na Saidina Abu Bakar, lakini kisa kama hicho tutambia kwamba alikuwa na Saidina Abu Bakar. Na alipokuwa ndani ya hilo pango, alipoingia ndani ya hilo pango, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akameza mti nje ya pango na akaamrisha spider, ankabut, awe ni mwenye kutanda katika ule mlango wa pango, na kisha Mwenyezi Mungu akaleta njiwa akawa mwenye kutaga mayai, mpaka wale Makureishi walipokuja wakasema haiwezekani kwamba Mtume Muhammad alayhi salamu ameingia katika ili pango, kwa sababu kuna huu utando wa spider. Kisha tuambiwa kwamba Abu Bakar alipokuwa ndani ya pango, kukawa kuna sehemu ambayo kwamba ina tundu, akaweka mguu wake akaumwa na nyoka. Mtume Muhammad akampaka mate, akawa ni mwenye kupoa katika ile sehemu ambayo kwamba aliumwa na nyoka. Kisha tuambiwa kwamba katika kisa kama hicho tuambiwa kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa ni mwenye kuamrisha vitu kama hivyo, ikawa hiyo ndiyo hifadhi ya Mtume Muhammad alayhi salam. Na kisha tuambiwa kwamba Mtume Muhammad alipokuwa ndani ya pango, akawa yeye ni mwenye kusema, akimwambia Saidina Abu Bakar kwamba sababu Saidina Abu Bakar alikuwa na uoga, alimwambia Mtume Muhammad, sisi tutaonekanwa. Mtume Muhammad akamwambia kama alivyosema al-Imam al-Bukhari. Asemaje? Asema ya Aba Bakri, kwamba Mtume Muhammad amesema, ya Aba Bakri, ewe Aba Bakri, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithahuma. Yani usiwe na wasiwasi, usione kwamba sisi tuko wawili, la, Mwenyezi Mungu ni watatu wetu. Haya ni maneno alosema al-Imam al-Bukhari kwamba Mtume Muhammad amesema maneno kama haya. Kwa hivyo hiki ni ufupi wa kiswa ambacho kwamba ni cha hijratul rasul, kugura Mtume Muhammad alayhi salam. Lakini tuangalie Qur'ani, Mwenyezi Mungu ametuambia nini. Tumesikia hichi kiswa, lakini tuangalie Mwenyezi Mungu ameongea nini kuhusu kiswa kama hichi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Tauba aya 40 atuambia, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana faanzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha ila akhir al-aya. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an ndiye anayejua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua vizuri kiswa kama hiki, na Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye allamul ghuyub, ni mwenye kujua mambo ya ghaibi. Mtume Muhammad hajui ghaibu mpaka aambiwe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika ghaibiyati zote anazozijua mtume ameambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na zimo ndani ya Qur'ani. Yani kiliomo ndani ya Qur'ani katika ghaibiyati ndicho alichoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiomo katika ghaibiyati ndani ya Qur'ani, Mtume Muhammad
hakijui kitu kama hicho, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajui jambo kama hilo, bali Mwenyezi Mungu anaoyajua ni yale aliyoyataja ndani ya Qur'ani kumteremshia Mtume Muhammad katika mambo ya ghaibi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anaijua vizuri kiswa kama hichi. Sasa twajiuliza, hizi habari ambazo kwamba tunazozisikia kwamba Ibilisi ndiye alikuweko katika kuchangia katika tutamfanya nini huyo Mtume Muhammad, je, tutamuua ama tutamfanya nini, ama njama za kummaliza Mtume Muhammad, Ibilisi alikuweko. Yatoka wapi maneno kama haya? Maneno kama haya yatoka wapi ambayo kwamba Mtume Muhammad alayhi salam alikuwa pamoja na Saidina Abu Bakar? Maneno haya yatoka wapi kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliamrisha mti wenye kumea katika mlango wa pango na hamamat wawe wenye kutaga nje, na pamoja na ankabut awe ni mwenye kutanda katika ule mlango wa pango? Yote haya yametoka wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema illa tansuruhu, mukitomnusuru faqad nasarahu Allah. Mwenyezi Mungu anazungumzia kuhusu Mtume Muhammad, mukitomnusuru Mwenyezi Mungu amemnusuru. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar, pindi alipotolewa walipomfukuza wale ambao kwamba wamekufuru, yani Makureishi Maka, walipomfukuza Mtume Muhammad alayhi salam katika mji wa Maka. Idh huma fil ghari, pindi walipokuwa wao wawili, fil ghari, katika pango. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajasema ni Abu Bakar au ni fulani ama ni fulani, la, idh huma fil ghar. Idh yaqulu li sahibihi, pindi anapomwambia swahibu yake. Sasa sisi tulipoona kwamba sahib, yani la awalina walipoona kwamba Mwenyezi Mungu ameswa sahib, moja kwa moja fikra imewapeleka kwa Abu Bakar ni Siddiq. Lakini taalau, njooni tuone neno sahibu ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu amelitumiaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia ndani ya kitabu chake, anasema katika Suratul Najmi aya ya 2, ma dhalla sahibukum wama ghawa, sahibukum wama ghawa. Mwenyezi Mungu awaambia nani? Awaambia Makureishi wa Makka. Makureishi wa Makka kwa Mtume Muhammad ni nani? Ni sahibu yao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametumia kilima cha sahibu kwa makafiri, ma dhalla sahibukum wama ghawa. Kisha Mwenyezi Mungu kwenye Suratul Takwiri aya 22 pia Mwenyezi Mungu anasema wama sahibukum bimajnun, sahibu yenu huyo bimajnun, hakuwa ni mwendazimu, la. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratu Yusuf aya 39 atuambia kwamba Yusuf anasema ya sahibai sijni aarbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar. Yusuf alayhi salam awaambia marafiki zake ambao si Waislamu, awaambia ya sahibai sijni. Kwa hivyo kilima cha sahib si lazima awe ni rafiki yako, la. Sahibu inamaanisha kwamba ni mtu ambaye kwamba uko naye katika kipindi fulani, kama Yusuf alayhi salam alikuwa na Hawa katika kipindi fulani, ndio akasema ya sahibi sijini. Ni kama wewe uwe na watoka hapa wenda Nairobi, umekaa kwenye siti na mwenzako, kutoka hapa mpaka Nairobi, mkafika Mtito Ndei, mkashuka pamoja, mwala pamoja, huyu ni sahibu yako fi safar. Kwa hivyo sahibu haimaanishi kwamba ni rafiki wa chanda na pe, ni yule ambaye kwamba mnaswahibiana mahali fulani ama kipindi fulani. Hiyo ndio maana ya sahib. Kwa hivyo haimaanishi idh yaqulu li sahibihi, haimaanishi kwamba ni Abu Bakar ni Siddiq. Hakuna dalili yoyote ya kuonesha kwamba ni Abu Bakar ni Siddiq, la. Mwenyezi Mungu hajasema. Inaweza kuwa pengine ni yule ambaye kwamba alikuwa akimuongoza Mtume Muhammad njia, kwa sababu Mtume Muhammad alipokuwa anatoka Makka kuelekea Madina, Mtume Muhammad alikuwa anajua kwamba makafiri wanamfuata,
na yatakikana awe na mtu ambaye kwamba anaijua uzuri ile njia ambao watapitia shortcut, sio watapitia njia barabara, yani main road kila mtu akiona, la. Kwa hivyo akataka awe na mtu ambaye kwamba wa kumuonesha njia za mkato, ili ajifiche na wale ambao kwamba walikuwa wakimfuata. Kwa hivyo ni lazima awe na mtu ambaye kwamba anazijua njia vile vizuri, ambaye kwamba alikuwa ni Abdullah ibn Urayqit, ndio alikuwa naye, huenda akawa ni huyu Abdullah ibn Urayqit. Kwa hivyo hatuwezi kwenda moja kwa moja tukasema kwamba idh yaqulu li sahibihi ni Abu Bakar ni Siddiq. La, iza kuwa ni Abu Bakar Siddiq, iza kuwa ni Abdullah ibn Urayqit, iza kuwa ni mtu mwingine. Mwenyezi Mungu hajatuambia. Kwa hivyo usiye na uhakika kwamba ni fulani. La, Mwenyezi Mungu hajasema kwamba ni Abu Bakar ni Siddiq, kwa sababu kuna dalili pia katika Sahih al-Bukhari, ambao kitabu mnachodai kwamba asahha kitabu baada kitabullah, kuna hadithi inaonyesha kwamba Abu Bakar ni Siddiq alifika Madina kabla ya Mtume Muhammad. Fungua katika Sahih al-Bukhari uangalie na Sahih Muslim, utapata hadithi kama hiyo kwamba Mtume Muhammad, yani Abu Bakar ni Siddiq alifika mbele, yani aligura mbele ya Mtume, ni katika awwalul muhajirin. Hadithi yenyewe inasema kwamba kwenye Sahih al-Bukhari inasema kana Salim maula Abi Hudhaifa ya ummul muhajirin al-awwalin. Hadithi yenyewe inasema kwenye Sahih al-Bukhari na Muslim utaipata, ilikuwa Salim maula Abi Hudhaifa ya ummul muhajirin al-awwalin, alikuwa yeye ndiye imamu akiwaswalisha al-muhajirin al-awwalin, wale waliofika mbele katika kule kugura, fi masjidi Quba, katika masjidi Quba. Fihim, kati ya hawa waliokuwa Salim maula Abi Hudhaifa akiwaswalisha, Abu Bakar wa kwanza. Kwa hivyo Abu Bakar alifika mbele kuliko Mtume Muhammad alayhi salam. Kisha wa Umar na Umar wa Abu Salamata wa Zaid wa Amiru ibn Rabi'a. Hawa ni wale ambao kwamba Imamu al-Bukhari atuambia wao ndo waliofika mbele na wakawa wanaswalishwa na Salim maula Abi Hudhaifa. Kwa hivyo hii ni dalili iliyomo ndani ya riwayati yatuambia kwamba Abu Bakar alifika mapema, sio hakuwa na mtume katika kugura. Abu Bakar alifika mapema. Kwa hivyo idh yaqulu li sahibihi, sio kwamba ni Abu Bakar ni Siddiq, huenda akawa ni mtu mwingine yoyote. La tahzan, nini alichosema hapa? Tunataka tuzingatie kwamba Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba Mtume Muhammad amwambia sahibu yake, yani yule aliyokuwa na yeye katika pango, amwambia nini? La tahzan inna Allaha ma'ana. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anatuambia kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kwamba Mtume Muhammad amesema kumwambia sahibu yake la tahzan inna Allaha ma'ana. Lakini ma'al asaf, njoo angalie kwenye Sahih al-Bukhari atuambia nini. Kwenye Sahih al-Bukhari yatuambia kwamba Mtume Muhammad alimwambia Abu Bakar, ma dhannuka ya Aba Bakr ma dhannuka bithnaini Allahu thalithahuma. Yani kilma yakigeuza, Mwenyezi Mungu amesema vingine na yeye asema vingine. Yani Qur'ani iko mbele yetu, sio kwamba ni maneno, si hadithi. La, Qur'ani imesema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema la tahzan inna Allaha ma'ana. Kwa nini ujelete hadithi utuambie kwamba mtume alisema ma dhannuka bithnaini Allahu thalithahuma? Yani Mwenyezi Mungu alilosema si sawa, ni makosa, wewe ndio wajua zaidi. Kwa sababu ungetuambia kwamba Abu Bakar, mtume alimwambia Abu Bakar la tahzan inna Allaha ma'ana kwenye hii hadithi. Kwa nini utuambie ya Abu Bakar ma dhannuka bithnaini Allahu thalithahuma? Kwa nini ubadilishe maneno? Mwenyezi Mungu amesema vingine, wewe watuambia vingine. Mwenyezi Mungu amesema la tahzan inna Allaha ma'ana. Yani vilma vitano Imamu al-Bukhari amevigeuza vitano kwa vitano. Mwenyezi Mungu amesema la tahzan inna Allaha ma'ana. Hivyo ndio alivyosema Mtume Muhammad kumwambia yule sahibu yake aliyokuwa naye.
Imam al-Bukhari lazima yani akhalifiane na Qur'an, asema la ma dhannuka bithnaini Allahu thalithahuma, yani vilma vitano amebadilisha akaleta vilma vitano vingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atuambia idh yaqulu li sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana. Hivyo ndio alivyosema Mtume Muhammad, wala hakusema ma dhannuka bithnaini Allahu thalithahuma, la, hajasema hivyo. Kisha Mwenyezi Mungu asema fa anzala Allahu sakinatahu alayhi, Mwenyezi Mungu akateremsha sakina kwa Mtume Muhammad, akawa ni mwenye kutulia, akawa na utulivu ndani ya moyo wake. Wa ayyadahu, na akamtilia nguvu Mtume Muhammad bijunudin lam tarauha, na maaskari ambao kwamba lam tarauha, alikuwa hawaoni. Sasa vipi leo tuambie kwamba Mwenyezi Mungu aliweka utandu wa spider ankabut, na akaleta njiwa ametaga mayai na mti ukamezwa pale? Maneno kama haya yametoka wapi? Mwenyezi Mungu asema wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Lam tarauha, hakuna anayeona. Mayai yenye kuonekanwa, njiwa mwenye kuonekanwa, ankabuti na ile neti yake yenye kuonekanwa, mti wenye kuonekanwa. Mwenyezi Mungu asema lam tarauha, lakini kwenye kisa tuambiwa kwamba hivyo ndivyo vitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliviweka. Na Mwenyezi Mungu asema bi junudi lam tarauha, Mwenyezi Mungu anajua yeye ni junudi aina gani Subhanahu wa Ta'ala alomwekea ili kumhifadhi Mtume Muhammad. Hakutuambia. Kwa hivyo maadamu hakutuambia, una haki wewe kutuletea khurafati zako, kwa sababu hizo khurafati ndio zinakupelekea uwe ni wewe mwenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu, na wengine pia wawe wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu bima lam yunzilillahu biha min sultan. Kwa hivyo haya ndio aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tofauti na iliyomo katika kisa ulichokisikia. Kisha aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alozungumzia ni katika suratul Anfal aya 30. Mwenyezi Mungu asema wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Habari nyingine Mwenyezi Mungu anayotuambia ndani ya kitabu chake, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, na pindi walipokufanyia vitimbi wale ambao kwamba wamekufuru, yani wale makafiri ambao kwamba ni makureishi walioko katika mji wa Maka, ili kukufunga au kukuua au kukufukuza katika huo mji. Hii ndio njama walikuwa wakiipanga wale. Mwenyezi Mungu hajasema kwamba na kulikuweko na shekhu kutoka Najdi ambaye ni Iblisi. Hasha lillah, Mwenyezi Mungu ndio a'lamul alimin, ndio mjuzi wa anayejua zaidi. Kwa hivyo wewe unapotuambia kwamba ni Iblisi pia alikuweko katika meeting kama hiyo, je, wewe unajua zaidi kushinda Mwenyezi Mungu? Hilo ndio swali tunakuuliza. Atuallimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Je, mnamfundisha Mwenyezi Mungu hiyo dini? Mwenyezi Mungu anajua yaliyoko mbinguni, yaliyoko na yaliyoko ndani ya ardhi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ndiye anayejua. Wakati aliposema kwamba wa idh yamkuru bika alladhina kafaru, pindo anapokufanyia vitimbi ewe Mtume Muhammad, wale ambao kwamba walikuthbituka, kukufunga, au yaktuluka au yukhrijuka, wayamkuruna, na wakawa wanamfanyia vitimbi Mtume Muhammad alayhi salam, wayamkuru Allahu wallahu khairul makirin. Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kuvivunja vile vitimbi vyao, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamtaka Mtume Muhammad alayhi salam awe ni mwenye kukamilisha ile risala. Ndiyo Mtume Muhammad akawa, ndio Mwenyezi Mungu akawa ni mwenye kumlinda Mtume Muhammad alayhi salam. Kwa hivyo ndugu wa Islam, kisa kama hichi kimejaa khurafat, kisa kama hichi kimejaa iftiraa ala Allahi wa ala rasuli, kimejaa kumsingizia Mwenyezi Mungu urongo kwamba Mwenyezi Mungu amewaleta njiwa wakawa wenye kutaga mayai, amemeza mti. Yote hii ni iftiraa ala Allah. Mwenyezi Mungu hajayataja haya ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu amesema bi junudi lam tarauha bas, wala hajataja lingine lolote. Kwa hivyo hii ni iftiraa ala Allah alkadhiba, na kisa kama hichi ni kisa ambacho kwamba kimejaa khurafati
na ndugu Muislamu atakaojiepushe na khurafati, kwa sababu khurafati ndio zinakupeleka ukawa ni mwenye kupata madhambi ya bure, ambao kwamba wa antushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan, kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa jambo ambalo hakulitaja ndani ya Qur'an. Wa ila liqa'in akhar biidhnillah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.